Huku dunia ikiadhimisha wiki ya afya ya ubongo wiki hii, baadhi ya madaktari wa magonjwa ya akili kutoka hospitali kuu ya rufaa ya mafunzo Kisii wakishirikiana na Kivulini Healthcare pamoja na mashirika mengine hawakusazwa. So as we celebrate this important World Mental Health Day, it is good that we stand together, we sensitize our people. It is a week that each of us should talk about mental health, because mental health, it is something that is becoming a big nightmare. If we go back a little bit, with the invent of the COVID-19, the invent of many diseases that never used to be in Africa, we have been suffering a lot, and our people are challenged in one way or the other. Hii ni baada ya kuandaa warsha ya kuhamasisha umma kuhusu magonjwa ya ubongo na jinsi ya kujiepusha Nyamarambe, eneo bunge la South Mugirango. In South Mugirango sub-county, we are also experiencing a few of these mental illnesses. One of them is alcoholism, which most people currently are not considering to be a mental illness. And most of these people with alcoholism have been shunned. Waandalizi wa tamasha hili wakitoa sababu kadhaa za kutoa mafunzo kwa wakazi kuhusu swala hili, kauli mbiu mwaka huu ikiwa afya ya ubongo katika mazingira tofauti duniani. As it is known that in Kenya, 1 in every 4 people suffers from mental illnesses, and WHO says that even 1 in every 10 children is living with a diagnosed mental illness. And so therefore this is the reason why we come to mark our Mental Health Day, to remind people that mental illnesses are there with us. We are not left about by alcoholism, which is becoming a problem, especially from our youngsters to our older persons. In Kisii, through our Kisii County Governor, Honorable James Ongwae, we are coming up with a rehabilitation center at Kiamwasi. So far, that is the one that is coming up from the government, but we have 1 or 2 other private rehabilitation. Na ili kujua magonjwa tofauti yanayofungamana na ubongo pamoja na ishara za kujua mgonjwa aliyepungukiwa kiakili, Daktari Mercy Njuguna anafafanua zaidi. Other than wakati zile symptoms za mental illness zimeanza kutoka nje, wakati labda anaanza kuongea na watu ambao hawaonekani, wakati anaanza kuokota makaratasi kwa sokoni, wakati anaanza kupigana na watu bila sababu yoyote. Some of those symptoms, some wakati mtu ako na depression mpaka anakuwa na suicidal thoughts, wakati ame attempt suicide, ni wakati tunaona the manifestation of the symptoms ambazo amekuwa akiwa nazo. Hawawezi kuconcentrate on something for a very long time, and those conditions vile nimeongelelea, hizo autism, intellectual disability, and attention deficit hyperactivity disorder, zote zinaweza kutibiwa. Kila baada ya mwingine, madaktari hao walifutilia mbali dhana kuwa ugonjwa wa akili au pungufu wa akili kutokana na ushirikina, wakisitiza kuwa huu ni ugonjwa kama magonjwa mengine na kuna haja ya mhusika kupata matibabu mapema, kwani ishara za ugonjwa huu tofautiana kati ya mgonjwa mmoja hadi mwingine. Mental illnesses, ama mtu ambaye ako na dalili za kuchanganyikiwa na kukua ni kama amekuwa na kichaa kwenye kichwa, it is not a result of uchawi ama witchcraft ambayo watu wamekuwa wakiamini. The reason people believe it is witchcraft is because they do not have information. Grace Murani, mgonjwa aliyepata matibabu, akielezea safari yake na changamoto alizopitia. Sikuwa naona ati nafanya vitu gani, walikuwa wananiambia nilikuwa naimba nikitembea, lakini wakati walipeleka huku nilitibiwa nikawa sawa. Wakati nilikuwa napelekwa na mtu, sikuwa naenda peke yangu, lakini nikatumia haya madawa, nikaanza tu kuenda mimi peke yangu. Nimeendea na haya madawa, niko sawa na tuko na sawa na watu, naendelea tu vizuri. Haya madawa naendelea nayo, na nikapigwa transfer kutoka Kisii, nilikuwa naenda Kisii, nikakuja hapa Nyamarambe, nikapata ule daktari wangu wa Nyamarambe, tunaendelea na yeye sawa. Haya yanajiri wakati visa vya watu kujiua na kuuliwa vikizidi kuongezeka, baadhi vikihusishwa na matatizo ya ubongo, na hivyo kuna faida ya watu kuhamasishwa. Protas Nyansera nikiripotia Radio Vuna kutoka eneo bunge la South Mugirango, kaunti ya Kisii.